Wameongea kwa kirefu. Kuna mambo mengi ambayo nimeongea, hata ingawaje Paul anasema hajasema. Huyu Paul Otuoma ni rafiki yangu na amenisumbua sana. Wacha niseme tu kweli. Aniwachi kwa simu, nikikosa kuchukua simu anaandika SMS. SMS ikishindikana anatafuta WhatsApp. WhatsApp ikikwama anatafuta mtu yangu ya mkono, anasema mwambie huyo mtu natafuta yeye. Na yote hayo ni kwa sababu ya mambo ya Busia County. I want to tell you, the people of Busia County, huyu Otuoma ni mtu wa Azimio, si ni kweli? Lakini I want to tell you, you have a good governor. Ni mtu wa bidii. Mara hata kama ananisumbua kwa ajili ya watu wa Busia na maendeleo yao. And that is important to me. Ndio munaona wakati tumetangaza, kwa sababu iko katika mipango yetu, tulikuja hapa Mungati, tukaketi chini na watu wa Busia, tukawauliza kabla ya uchaguzi, tukawauliza tunataka mtupatie maoni yenu ya yale mambo yakifanyika Busia itabadilika. Mukatueleza mambo mengi. Naye huyu gavana wenu sijui alikuwa kona fulani kwa hii mkutano yetu ama ako na marafiki huko ndani, kwa sababu ile tulikuwa tunapanga huko ndio yeye amekuja kupanga sasa sawa sawa. Na ndio sababu hata juzi wakati tumekubaliana, na mimi nataka munielewe watu wa Busia, tulikubaliana ya kwamba hii Busia lazima tuibadilishe. Hata mimi kuja hapa mara nyingi ni kwa sababu I could see the potential in Busia County. Busia County katika orodha ya counties masikini, wacha niseme tu kwa sababu ni ukweli, it is among the poorest counties in Kenya, yet it is the county that has the highest potential. Tunaelewana watu wa Busia? Nyinyi ndio muko na nafasi kubwa sana ya kuwa county nambari 1. Lakini ni lazima tuwe na mpango. Na mimi nashukuru gavana wenu ameshika network, tunapanga pamoja mambo ya kubadilisha hii county. Tumekubaliana ya kwamba katika hii county mambo ya oil crops, hiyo mmesikia gavana wenu wakisema hapa, simsim, groundnuts, palm oil, hiyo yote hapa ndio tunaweza kuzalisha mazao ambayo itatupatia oil crops katika taifa letu la Kenya. Na mimi nataka niwaeleze watu wa Busia, kwa sasa tunaagiza kila mwaka, tunatumia bilioni 100 kuagiza edible oil kutoka nchi zingine, na Busia inaweza kutuzalishia hiyo edible oil tukiipanga vizuri. Why on earth would we be importing edible oil worth $1 billion or 100 billion Kenya shillings every year when we can grow it in Busia County and in the western part of our country? Tumeketi chini na gavana wenu, tumekuwa na mpango ya sawasawa, tutamtafutia mbegu, tutampangia ile mambo ambayo inahitajika, na yeye atajipanga na nyinyi hapa chini, tusaidie wakulima wetu. Ndio badala ya kuagiza edible oil kutoka nje, tuzalishe hapa Busia, ndio muwe na pesa mfukoni na sisi tupate chakula katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu vile vile katika mpango yetu tumekubaliana tunajenga County Aggregation and Industrial Park. Nimeketi chini na governors wote wa Kenya. Governor Otuoma akakuwa governor number 1 kusema mimi niko tayari. Ndio katika ile tulitangaza last week, ile Moses Kuria alitangaza,
ametangaza 14 counties mahali tunaanzia. Ile ilikuwa nambari 1 kwa hiyo 14 counties tunaanzisha ni Busia County. Hapa tunajenga county aggregation and industrial park ya milioni 500. County government, na mimi nataka nishukuru MCAs wako hapa. MCAs kupitia kwa governor wenu wameweka pesa 250 million. Sisi tutaweka 250 million. Ili tusaidie wakulima wa Busia. Wasiangaike wakati wamezalisha chakula. Wasiangaishwe na brokers. Wasisumbuliwe na makatel. Tuwe na mahali wanaweza kuleta mazao yao. Tuwe na cold rooms. Tuwe na value addition. Tuongeze dhamana. Vijana wapate ajira na vile vile wakulima wapate pesa zaidi bila ya kusumbuliwa na wakora huko katikati. That is the plan that we have. And I want to say to the people of Busia County, hiyo mpango nataka nishukuru county government yenu inashirikiana pamoja na sisi. Mumesikia vile vile kwa sababu ya kupanga mambo ya ajira. Ile Dongo Kundu tumeweka special economic zone. Pale Athi River tumeweka special economic zone. Hapa Naivasha tumeweka special economic zone. Lakini haitoshi. Bado tuko na vijana wengi